Sifa, una kumbukumbu yoyote kuhusu hii sura yangu? Sura yako sio ngeni, ila sikumbuki niliwahi kukuona wapi. Unaweza kunikumbusha? Unakumbuka uwaili? Mama! Genie Mawabs, Genie Mawabs. Haina haja wewe kuendelea tena kuniogopa, kwa sababu sikuja kwenye maisha yako ili nikuumize. Nitakuwa nakutembelea mara kwa mara, hivyo tu naomba unizoee. Kwani unataka nini kwa maisha yangu? Unataka nini? Unataka nini kwa maisha yangu? Muda si mrefu utafahamu ni nini ninachohitaji kutoka kwako. Hilo tu. Sikuja kwa ajili ya hilo. Nilikuja kwa ajili ya begi uliliangusha. Mimi ndo nimeingia saizi nyumbani hapa. Kumbe hata wewe? Sawa. Ila kusema ukweli, tokea nilivyokuona Maua, yaani moyo wangu umesizi ghafla, yaani kama nilipigwa na baridi. Yaani nikiangalia jinsi ulivyo, kuanzia macho yako, sura yako, umbilo lako, yaani kusema kweli umeumbika. Yaani kila mwanaume anatamani kuwa na mwanamke kama wewe kwa sababu sifa zote unazo. Samahani kama utojali. Nilikuwa naomba kukutana na wewe kesho. Sawa. Nashukuru kwa hiyo. Na usisahau zingatia na zawadi yako nzuri nimekuandalia. Kweli? Ndio. Sawa. Ameisha.
Ameisha. Mimi ndio mzee wa watoto. Sifa kitu gani bwana wewe? Unamtafuta Sifa? Sisi ndio wazee wa watoto. Ameisha. Kuna na ndugu. Ameisha. Wala situmie nguvu. Kama ukiniona nina nguvu. Kamali wewe. Kizuri kuna na ndugu yako. Wala situmie nguvu yako. Kama ukiniona nina nguvu kwako. Kamali na maisha yako. Meleshi kama ya chini. Wewe unafaa kuwa na mimi. Kama ukinikubali mimi nitaenjoy. Meleshi kama ya chini. Wewe unafaa kuwa na mimi. Kama ukinikubali mimi nitaenjoy. Leo nimekuona leo. Unakamtaga nimekuona leo. Leo nimekuona leo. Unakamtaga nimekuona leo. Odi. Karibu. Sabrina. Sema zala pazuri. Karibu kula. Asante rafiki yangu. Vipi? Mbona naangalia namna hiyo? Hivi unajua juzi kipindi tunakaribia kufunga shule niliogopa sana. Uliniambia Sabrina usipande ule mtu wa mkoroshi kuna tawi litavunjika. Na kweli. Baadaye lile tawi lilivunjika. Na kama ulivyoona, lile tawi lilivunjika na Juma alivunjika mkono. Sababu alipanda ule mti. Yaani nilikwambia vile. Na hata Juma ni ubishi wake. Na ndio maana alivunjika mkono. Wewe unajuaje mambo hayo kabla hayajatokea? Au uchawi? Sio uchawi. Ila ninashindwa jinsi gani kuelezea vizuri. Ila mwili wangu unakosa amani kabisa kama kuna jambo baya linakuja kutokea. Unahisije? Mwili kusisimka? Au ni zaidi ya hivyo. Ni kama moyo wangu unanionyesha dalili ndogo ndogo. Mara nyingine huwa napata picha fupi katika kichwa changu. Mara nyingine pia napata usasi ghafla bila sababu. Na kila nikisi hivyo, kuna jambo baya linakuja kutokea. Hiyo ni ajabu. Wewe unafikiri Mungu ndiye amekupa zawadi hiyo? Mimi nadhani ni hivyo. Maana hata mama anasema hizo ni hisia za ndani kwa ndani. Na zipo ili kuwasaidia wengine. Sasa naelewa kwa nini kuna muda huwa unakaa kimya. Kumbe unasikiliza hisia zako? Ndiyo. Ila naomba hiyo siri yako. Ila wengine asija kaniogopa. Nimekwambia wewe kwa sababu umekuwa na ujasiri wa kuniuliza. Sawa rafiki yangu, usijali. Nitafanya hivyo. Sifa. Tunaweza kuzungumza? Ndio Sasha. Nakusikiliza. Kwa nini sasa hivi huwezi kushiriki na mimi tendo kama zamani? Maana najaribu kuzoea hii hali lakini nashindwa. Hisia zangu zinaniambia sipendi tena. Najua. Na ninajua jinsi gani unavyoumia. Ila nikwambie tu ukweli. Mimi naumia zaidi yako. Nataka uniambie ukweli. Umepata mwanamke mwingine wa kuridhisha ndio maana mimi unijali tena? Hapana Sasha, sio kweli. Mimi siwezi kukufanyia hivyo. Mimi nakupenda wewe tu. Sasa shida ni nini? Hata mimi najishangaa. Yaani mwili wangu hauniheshimu kama zamani. Yaani kila nikijaribu nashindwa. Nakosa namna Sasha. Hata sijui ni nini kimenifunga. Unanipenda unipendi? Nakupenda. Na upendo wangu kwako hauwezi kupungua.
ila kilichopungua ni nguvu za kuweza kuelezea hisia zangu kwa njia hiyo. Yaani kiukweli hali inanichanganya kabisa Sasha. Inabidi tutafute suluhisho haraka, maana ishakuwa tatizo. Ni tatizo wala sio dogo, ila tu nashukuru kwa kunielewa. Hivyo nilikuwa naomba unitunzie aibu hii. Usijali. Halo? Mimi nipo tayari. Ushafika? Nakuja saizi. Saizi tu. Wewe mwanangu unamsaliti mshikaji wako kisa demu. Sifa na demu wake. Tena sio demu tu. Ni mchumba wake. Na mimi pale lengo langu ni kupiga tu na kusepa. Sina muda wa kuoa mimi. Ni sawa, ila kwa maelezo ulionielezea yule demu alikuwa anamtafuta Sifa na sio wewe. Ndiyo, alikuja kwa ajili ya Sifa. Lakini kama unavyojua, Sifa sio mtu wa mademu. Wacha nikajishindie bwana. Okay, sawa. Vipi Sifa? Anajua kuenda kuonana na Maua? Sifa hajui chochote. Na sitaki ajue. Ndio shamzunguka mwanao. Acha habari zako bwana, ushakuwa mtu mzima sasa. Sio kila jambo nafuatilia bwana. Vitu vingine najiongeza. Sawa? Okay, sawa. I see. Okay, baadaye basi. Basi poa, hamna noma mzee wa toto. Mwamba. Atawa. Hicho unachokifanya hapo ni bora zaidi kuliko kufanya mambo yasiyokuhusu. Maana hapo baadaye kitakuja kusaidia wewe na familia yako. Unamaanisha nini? Alafu wewe ni nani? Usiwe na haraka kunifahamu. Ila ukienda kinyume na mimi utajua kwamba mimi ni nani. Lakini umeniacha njia panda. Nashinda kuelewa. Ni kipi kisichonihusu ambacho sipaswi kukifanya? Na kuhusu wewe, napaswa kufahamu kwa sababu nimeanza kwanza kukuona. Hasa kwa kipindi hiki cha likizo. Unatakiwa utumie muda wako wote kufanya mwiki zako. Ila nakusisitiza tena, fanya mambo yanayokuhusu wewe na familia yako. Dada. Dada. We dada. Gloria. Ulikuwa unaongea na nani? Alafu mbona kama mlikuwa mnajibizana? Cha ajabu nilikuwa nasikia maneno yako tu. Ina maana ulikuwa usikie sauti ya mtu kwa anazungumza naye? Ndiyo. Kwa sababu ulimuuliza yeye ni nani na anamaanisha nini. Lakini sikusikia majibu yake. Na anaonekana ni mtu ambaye alikuwa hataki kutaja jina lake. Hapa si nimepata picha. Yule si mtu wa kawaida. Kiumbe cha ajabu. Alafu mama, kuna kitu nitakwambia. Sawa. Habari ya saizi dada? Salama.
Samani. Tokeo umefika eneo hili hujamuona mdada wote amekaa hapa? Sijamuona. Vipi bwana? Kuna mdada nimeahidiana naye na nimpigia simu sio muda mrefu kwamba tukutane hapa. Nashangaa nimekaa hapa simuoni. Simpigie sasa. Hiyo nayo kweli. Mbona nitakuwa kwako vipi? Wakati mwingine